Mimi naitwa mchungaji Erasto Felix Kiando na hapa tulipo ni Bukoba. Ninachunga kanisa la TAG Bukoba International Christian Center, eneo la Mgembe hapa Bukoba. Safari ya wito wako na wewe kuitwa sasa kuwa mchungaji. Kwanza tungependa tufahamu wito wako ulikujaje na ulianzaje kuingia kwenye huduma, lakini pia baada ya kuitwa ulipokeaje wito huu wa uchungaji? Amen. Safari ya wito ni safari ndefu kidogo na ambayo imejaa mambo mengi, lakini nitajaribu kusema kadri vile ambavyo nitaweza kufupisha. Mimi awali ya yote nimezaliwa katika kanisa la TAG. Nimelelewa kiroho katika kanisa la TAG. Nilipozaliwa wazazi wangu walikuwa katika umri wangu mdogo, wazazi wangu walikuwa ni washirika wa kanisa la TAG Chumageni Tanga. Kipindi hicho chini ya mchungaji Stephen Munda. Baba yangu ametumika pale kama mzee wa kanisa kwa muda mrefu, na ndipo mahali ambapo nimelelewa katika ile misingi ya utoto, Sunday school. Kwa hiyo nimelelewa hapo na nikapata nafasi ya kumjua Mungu nikiwa mdogo. Baada ya hapo tulipata uhamisho kuhamia jijini Mbeya mwaka 99, ambapo nimechungwa na mchungaji Isote Mwakajila pale TAG Wambi, na baadaye ambaye mpaka sasa hivi ni mchungaji wa wazazi wangu ni mchungaji Vinak Mwakitano pale TAG Romba. Lakini safari yangu hasa ya utumishi, pamoja na huko nilikosema, naweza kuisema rasmi ilianzia nilipokuwa TAG Wambi kwa mchungaji Isote Mwakajila, ambaye tukiwa hapo nakumbuka ilikuwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 99, ndipo baada ya mahubiri niliguswa moyoni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na pamoja na kupitia kwenye Sunday school na kuwa kwenye familia ya watu waliokoka, baba na mama wameokoka, lakini hiyo siku nilifanya maamuzi rasmi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutokea hapo nikalelewa baadaye na mchungaji Mwakitalo, nikiwa ninaendelea na masomo katika ngazi mbalimbali mpaka nimefika huko chuo kikuu. Nilikuwa chini ya malezi yake. Na kipindi hicho chote nakumbuka nikiwa kidato cha pili nilianza huduma. Na sikujua hii huduma imetoka wapi. Nilijikuta tu nimeanza kufundisha wenzangu neno la Mungu, nikawa kiongozi kwenye kasfeta, nimeendelea mpaka nilipofika ngazi ya chuo kikuu, na nilipohitimu nikawa sasa nimepata kazi katika jiji la Arusha. Nimekwenda Arusha kikazi, lakini katika mwaka wangu wa kwanza nikiwa ninaabudu kanisa la TAG Bethel Kijenge kwa Askofu Sosi. Askofu Sosi aliona wito ndani yangu, aliona huduma ndani yangu. Akaniteua kuwa mchungaji wa vijana. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi, lakini pia natumika kama mchungaji wa vijana pale kanisani. Na nilianza kutumika chini ya mchungaji mwingine, na baadaye nikawa kabidhiwa kabisa idara ya vijana kuichunga mimi kama mchungaji ninayehusika na idara ya vijana. Kwa hiyo nimetumika kwenye hilo eneo takriban miaka mitatu, ndipo sasa nikasikia moyoni mwangu msukumo mkubwa sana wa kuingia kwenye huduma ya muda wote. Ukweli ni kwamba huko nyuma nikiwa shuleni, ni pamoja na kwamba nilikuwa nafanya huduma, lakini moyoni mwangu nilikuwa nasikia nasukumwa nimtumikie Mungu. Na nilikuwa najifariji kwamba nitamtumikia Mungu kwa njia ya kuwa nafanya kazi, lakini na support kazi ya Mungu. Na mpaka siku ninapata huo msukumo mkubwa, kwa kweli nilipambana nao sana ndani yangu. Sikupenda kuingia kwenye kazi ya uchungaji. Lakini ilipofika wakati ambapo sikuweza tena kuvumilia hilo jambo. Nakumbuka nilikaa mwaka wangu wa mwisho kazini, niliteseka sana. Hilo jambo lilikuwa linapiga kelele ndani yangu bila kupumzika. Yaani kila siku, kila saa ninasukuma kufanya kuacha kazi na kuingia kwenye huduma ya muda wote. Nakumbuka ulipofika wakati nilishindwa kuendelea na kazi. Kwa hiyo niliandika barua ya kuacha kazi ndani ya masaa 24, na nikarudi kwa baba yangu Askofu Sosi, nikamweleza kwamba nimeacha kazi na siko tayari tena kuendelea kufanya kazi, nataka nimtumikie Mungu. Namshukuru Mungu, baba yule alinipokea vizuri, na ukweli ni kwamba yeye alishaiona, akiona hicho kitu ndani yangu. Kwa hiyo akanitia moyo,
akanipa muda wa kukaa pale kanisani angalau mwaka mmoja nijifunze kwa vitendo kwa habari ya uchungaji, alafu baada ya hapo niende Bible school. Kwa hiyo akanimentor, alikuwa ananimentor kipindi hicho nikiwa mchungaji msaidizi wa vijana, lakini kwa mwaka huu mmoja ilikuwa ni muda ambao nina ukaribu na yeye zaidi, akihamisha vile vitu vya kichungaji kwangu. Na alipoona mwaka ule umeisha, akaniruhusu kwenda chuo cha Biblia, na yeye ndiye na kanisa lake walionisomesha chuo cha Biblia. Kuna wachungaji ambao unakuta wanaanza huduma lakini hawakubali maonyo ya baba zao. Ni kweli unakuta mchungaji wito umechemka ndani, lakini yeye anaenda kuanza moja kwa moja huduma au kanisa bila kumwaga mchungaji wake, bila kupata mafuta au bila kuwa mentor. Ni nini unaweza ukazungumza juu ya jambo hili? Asante. Kwa habari ya jambo hili ni kwamba wito wote wa kimungu huwa hauleti mafarakano. Kama kweli mtu ana wito kutoka kwa Mungu, ule wito utatengeneza mazingira ya amani kuliko mafarakano. Na ni muhimu sana kwamba mtu anapopata wito na yuko chini ya malezi ya mtu mwingine, ni muhimu sana akapata mwongozo kutoka kwa yule mtu anayemlea. Kuna sababu kadhaa. Mojawapo ni kwamba utaratibu wa kimungu ni kwamba Mungu huwa anawainua watu kupitia viongozi wao. Kwa hiyo kiongozi anatumiwa na Mungu kumuinua huyu mtu na kumpitisha, kumpeleka kule Mungu anakomtaka, kwa sababu tayari huyu ana uzoefu na Mungu, ameshapita kufika hapo. Lakini pia umuhimu wa kufuata maongozi na maelekezo ya kiongozi wako ni kwamba kuna urahisi unapatikana wa wewe kufikia kule unakotaka, kwa sababu yeye anakuwa sasa na uwanda mpana wa kukupa support ile ambayo utahitaji kwa ajili ya kwenda kuanza huduma. Mathalan mimi nilipata support ya kwenda kusomeshwa, kitu ambacho pengine nisingeweza mwenyewe kujilipia gharama hizo zote. Kipindi kile ilikuwa ni faida kubwa sana kwangu kwa sababu nilimsikiliza baba yangu. Lakini jambo la pili, nakumbuka hata nilipokuwa ninahitimu masomo yangu, nilikuwa na mahusiano ya karibu na mawasiliano ya karibu na baba yangu, nikimshirikisha kile ninachosikia moyoni mwangu. Kwa akawa ananiongoza hatua kwa hatua kwamba baada ya kutoka hapo nifanyeje, nimuombe Mungu vipi, na hicho ninachokisikia maana yake ni nini. Kwa hiyo nikapata msaada mkubwa sana kutoka kwake. Nikajikuta naingia kwenye huduma bila kutumia shida kubwa, yaani bila kuwa na shida kubwa, kwa sababu nilimsikiliza baba yangu. Kwa hiyo nawatia moyo wachungaji wanaoinuka, kusikia wito ni hatua moja, lakini huo wito unapaswa ulelewe na uongozwe. Na hilo ni muhimu sana kwa ajili ya mafanikio. Unapoanza huduma sasa, umetoka Bible school tayari, ni changamoto gani kubwa ulizokutana nazo mwanzoni mwa huduma yako? Asante. Huduma of course ina changamoto kweli. Na nakumbuka mimi baada ya kumaliza masomo nilikuwa sasa, changamoto kubwa iliyokuwa inanikabili ni namna sasa ya kwenda kuanza huduma. Nilikuwa na nafikiri changamoto kubwa ilikuwa ni namna sasa ya kutransition kutoka kwenye mafunzo na kuingia kwenye vitendo vya huduma. Na ninamshukuru Mungu kwamba alinisaidia. Nilikuwa na mlezi mzuri, baba yangu Askofu Sosi, na pamoja na watumishi wengine ambao walikuwa karibu na mimi, lakini yeye ndio alikuwa mstari wa mbele. Aliniongoza kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa ni kupata mwelekeo sahihi wa kitu gani Mungu anataka nifanye. Kwa tulikuwa na muda mwingi sana wa mashauriano na maelekezo. Kwa hiyo ile kuelewa kwamba Mungu anataka nifanye nini, kwa sababu kupata wito haimaanishi tu ukisha soma basi ukawe mchungaji. Okay. Mungu anaweza kukutaka ukatumike labda kufanya kazi ya kumsaidia mchungaji mwingine. Anaweza kukutaka labda kwenye huduma nyingine ambayo sio uchungaji, lakini ambayo inahitaji taaluma ya kichungaji. Kwa mathalan uinjilisti, ualimu wa vyuo vya Biblia, na kuna huduma nyingine umissionary. Sasa ni kupambanua hili kwamba mimi ni either nikafungue kanisa, au nibaki kuwa mchungaji msaidizi, au nikawa missionary, au niwe mwalimu wa chuo cha Biblia, au eneo jingine. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nikutana nayo. Lakini baada ya kupita hilo kwa maongozi ya baba yangu, changamoto nyingine ilikuwa sasa ni kuweza kutafsiri elimu niliyoipata katika vitendo. Kwa sababu kinachofundishwa chuo cha Biblia na uhalisia uliopo field ni vitu viwili tofauti.
kule unawezeshwa kuweza sasa kuitafsiri Biblia, kuongoza kanisa, kuhusiana na watu, kusimamia vitu kama msimamizi. Lakini unapofika field, kuna mahitaji ambayo ni ya mahali hapo, yanayohitaji suluhu ya mahali hapo. Inawezekana hauna reference mahali pengine. Nikaja kugundua kwamba kumbe pamoja na kusoma tunahitaji sana kumsikiliza Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye ambaye anakusaidia sasa kutatua changamoto ambazo inawezekana hata ukuzikava shuleni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndo anakusaidia sasa katika mazingira kama haya. Changamoto nyingine ambayo ninaikumbuka nilikutana nayo ilikuwa hasa kipindi kile nimetoka kazini, nimeingia sasa, nimeitikia ule wito. Nakumbuka kuna vitu kadhaa ambavyo vilikuwa vinaendelea kwenye maisha yangu ambavyo kwa kweli kama si Mungu nisingeviweza. Cha kwanza, nilikuwa pale kazini, nimeingia kwenye masomo tayari. Niko masomoni. Yaani nimeajiriwa lakini naendelea na masomo ya shahada ya uzamili. Na nilikuwa nimeshasoma karibuni mwaka mzima. Nasubiri muda mchache nianze utafiti ili nihitimu. Kwa hiyo changamoto mojawapo ilikuwa ni kuacha hata hayo masomo ili niende chuo cha Biblia. Kwangu haikuwa rahisi, lakini nilitii sauti ya Mungu. Lakini changamoto ya pili, kipindi ninaitikia wito, nilikuwa nina mwezi mmoja tu tangu nitoke kufunga ndoa. Kwa hiyo nina mke ndani ambaye sasa anahitaji matunzo na mambo mengine kama unavyofahamu. Sasa ninapoacha pale, sikuwa na ahadi yoyote kutoka kwa yeyote kwamba nitakuwa na chanzo cha kipato mahali cha kunisaidia kuendesha familia yangu. Lakini kitu ambacho nilijifunza kipindi kile, na nakumbuka baba yangu aliniambia, Mzee Sosi, wakati wananisupport kwenda chuo cha Biblia, na mimi chuo nilisoma chuo cha KG East University ambacho kiko Nairobi nchini Kenya. Ni chuo ambacho kiko chini ya dhehebu letu la Assemblies of God. Na wakati ananisupport kwenda kule, aliniambia kwamba nataka ukasome kule kwa sababu ninaamini katika wito ambao alikupa Mungu unahitaji exposure zaidi ili uweze kukifanyia kazi vizuri kile kitu kilichoko ndani yako. Na akaniambia kwa habari ya familia yako nataka umwamini Mungu. Sisi tutakusupport kwa habari ya masomo, lakini kwa habari ya familia umwamini Mungu. Kwa hiyo nilitoka na somo la imani, kutembea kwa imani. Na sitaki nikudanganye kwamba ilikuwa rahisi. Haikuwa rahisi hata kidogo. Lakini ninachojua ni kwamba iliwezekana. Na ukiniuliza iliwezekanaje mpaka leo sina majibu.